Okay. Sasa picha nyingine ni hii hapa, au sio bana? Kwa picha za wanaume kama nilivyosema, unaweza ukaedit picha ya mwanaume vizuri mpaka ukaifanya ikawa ni ya advertisement, yani ya kufanyia matangazo, sawa? Kwa hiyo hatua ya kwanza unaicrop katika size ambayo unaona ni angle safi kabisa, au sio bana? Nikisha crop hivyo, ina zoom karibu, inasafisha macho hapo, ina kwenye normal brush. Nafikiri mmeshapitia video zangu nyingi, so mnajua hiyo kazi ya hiyo action jinsi inavyofanya kazi hapo. Haya, hapo nimeshamaliza kuweka macho yawe na rangi nzuri, haina shida. Nasha opacity na kusafisha pia meno hapo. Nishamaliza na ina merge, control shift alt e na merge visible. Una zoom kwa ukaribu. Next step ni kutoa pimples ambazo zinaharibu uso. Unajua kuna zile alama za shida za dunia, so unaziondoa zile shida za kupita zile, unaziondoa. Sawa. Sasa kuna wengine huwa hawapendi ukicheka, si unajua kuna hiki kitu hiki hapa, so huwa hawapendi hiyo. So kama kuna ambaye unaona apendezi, so unaweza ukaitoa hiyo, lakini mimi niko sawa na huyu akiwa hivyo. So nimetoa tu pimples kidogo hapo, hizo chunusi kidogo, sio mbaya. Next step baada ya hapo ya kutoa chunusi, ninaenda kuretouch, kumix color. Sasa radius naweka 3. Ikishajitengeneza hapo katika layer zake 3, ninafinya hiyo layer ya low frequency separation, ninaenda kwenye mixer brush. Mixer brush weight na hakikisha ni kuanzia 20 mpaka 27. It's okay, na settings zingine kama unavyoziona hapo. So nina zoom kwa ukaribu, inaanza kumix rangi. Kwenye kumix rangi, jamani, tusio tunajichanganya. Wanawake unaweza ukaretouch mpaka ikawa smooth kabisa, lakini kwa wanaume hilo ni kosa, unless huyu mwenye picha akakwambia nataka sura iwe soft kwa ajili ya kazi maalum labda. Lakini kama ni picha tu za wanaume hivi, mostly huwa naona kabisa, hata wateja wangu wanaokuja hawapendi kuritachiwa wawe wazuri sana. Kwa hiyo picha za wanaume hazitaki mambo mengi, so unatenga tu ile muundo wa sura yake, yani structure ya face yake usiharibu, na usiharibu pia usiharibu kumix hizo colors. Kwa hiyo sehemu za muhimu ambazo huwa na retouch kwenye picha ya mwanaume ni hapo usoni, kuhakikisha tu structure ya sura yake imekaa sawa, it's okay. Then huku mikononi, safi kabisa. Ukizoom uangalie before na after, kama unavyoona sijaharibu muundo au structure ya sura yake, bali nimeziweka tu zile rangi zikawa kwenye mpangilio mzuri peke yake. Hicho ndio kitu ambacho kinahitajika kwenye picha ya mwanaume, haina mambo mengi. Lakini kwa ni mwanamke hapo, ungefanya dodging na panning, sio, usingefanya isionekane na pimples kabisa, whatever na vitu kama hivyo. Lakini kwa mwanaume very simple, kama unavyoona hapo hivyo. Nimeshamaliza story ya kuretouch. Next step ni kuselect background, ni kuchange background. Sasa na control shift alt e na merge visible hapo, inakuja layer yangu hapo juu kama hivyo, layer ya 3. Haya, nikishafanya hivyo, nina select object. Safi. Sasa hapa imesha select object, lakini ikisha select automatic inabidi uselect vizuri. Yes, inabidi uselect vizuri sehemu ambayo haija select vizuri.
Sasa kama unavyoona kwenye masikio, una zoom kwa ukaribu kabisa na una expand hiyo selection tool. Unaweza ukawa unabadilisha hiyo brush, hizo selective tools hizo, ili kukupatia matokeo ambayo ni haraka na sahihi. Una zoom kwa ukaribu kwa sababu okay. Sasa hapo naendelea kuselect vizuri na kwa usahihi, kwa sababu ukiharibu hapo ujue vizuri kwamba unaenda kuharibu final result, lakini ukiwa makini hapa, hivyo ndio final result yako inaenda kupendeza zaidi. So ina select na kuselect hivyo, right? Ikisha select hivyo, kinachofuata na Ctrl+J, kwa sababu mimi huwa siendi kwenye select and mask huko. I know what I do, so sina haja ya kwenda huko sana. So next hapo ninaweka ukisha Ctrl+J, hiki huwa kinakuja hapo juu. Kisha kuja hapo juu, unaiacha hapo juu, then unakuja hapa chini, then unaweka black and white. Kisha kuja black and white, it means inalinganisha rangi ya hii na hii na kuwa rangi moja. Sawa? Sawa. Twende step by step. Kisha baada ya hapo naenda kuchagua background sasa, ambayo nitaiweka hapo. This time I think niweke background ya rangi gani jamani? Naweza kuwa na background hapa. Okay, hii hapa. Hii naona itampendeza huyu jamaa, itamfaa vizuri. Background hii hapa. Safi. Okay. Nikishaweka background hiyo, hapa ndio kwenye uchawi. Nikishaweka background hiyo, sijamaliza kufanyaje kubadilisha background, lakini alafu background ambazo unaziweka, hakikisha engo ya background inaendana na engo ya picha ambazo huwa unazipiga studio kwako. Sawa sawa. Sasa baada ya hapo nina Ctrl+J hiyo background. Nikisha Ctrl+J inakuwa mara mbili hivyo. Nina hii ya chini ninaiweka color, blending mode yake naiweka color. Tutakuja kuona baadaye ni kwa nini nimeiweka color. Then nakuja hii ya juu sasa. Hii ya juu ninaiweka mask. Nikishaiweka mask, nakuja kwenye normal brush, naweka black hapo juu ili kufuta sasa. Then nakuja nafuta, first inabidi uongeze. Okay. So ukishafuta, hakikisha ukifuta, unachokifuta hapa hivi usionyeshe hadi hiyo background ya huko upande wa nyuma. Kwa hiyo unafuta tu, yani ibaki ile shadow ya hapa mbele peke yake. So hapa hivi ndo naenda kukuonyesha ni kwa nini nimeiwekea color, sawa? Hii nimeiwekea color kwa sababu kama ukizoom vizuri hapa hivi chini utaona ikiwepo yenyewe, yani inaleta ile color balance ya background ya juu ambayo imeiweka na hiyo ya chini zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo ukitoa hivi unaona kabisa uweupe wa hapa haufanani, si ndio? So ndio maana hii huwa na Ctrl+J then naweka color hiyo. Nikishaweka color hiyo, hapo chini bado unaona kuna brightness nyingi sana. Nakuja hapa chini ya hizo background, nakuja chini ya hiyo black and white hapo, alafu ninapunguzia brightness. Brightness tunaipunguzia. Ukipunguzia brightness haifuti ile shadow ya pale chini. So unaiongezea contrast hapo na kwa safi. So ukitoa hiyo brightness, ukiangalia jinsi ambavyo mabadiliko yaliyotokea, sijui kama umeona hapo. So hapo nakuwa sasa nimeshamaliza kiukamilifu kwenye story ya nini ya kuchange background, lakini ninaweza nikaongeza nakshi zangu.
naweza nikaongeza tu mbwembwe zangu kidogo hapo, ambayo naona it's okay for me. Ngoja niwaonyeshe baadhi ya mbwembwe ambazo unaweza kuziongeza hapo. Okay, na kwaga na PNG, na na folders za PNG nyingi sana. Kwa hiyo naweza nikachukua, na hizi PNG ni 4K, ni very high quality, right? Kama unavyoona hapo, unaweza ukaweka PNG yako kama hivyo. Kama ikubambi unaitoa, au sio bana? Kama ikupendezei unaitoa, lakini mimi I think naweza tu nikaiweka kwa sababu iko smart, inapamba tu picha, hii picha mbaya hivyo. So nikishamaliza hapo hivyo, unaweza ukaziongeza huko nyuma hivyo right? Unaweza ukaziongeza ili mradi tu zisiwe too much na zisiharibu, au sio? Baada ya hapo hivyo sasa ninaenda kuweka rangi. Sasa naenda kuweka LUTs. Hiyo kwangu ni muhimu sana. Kwa sababu hiyo ndio inakwenda kuweka rangi moja ya background pamoja na ya mtu. So naenda kwenye LUTs, na jaribu rangi ambayo itakubaliana na hapo hivyo. Let me show you. Si unaona kama hapo? Hapo kidogo somehow hii hapo. Lakini kuna kitu kimoja, kama umenotice hapa nyuma hapa, nywele sijai select vile ambavyo inatakiwa. Sasa ili kuficha hayo makosa, njoo hapa chini ya hiyo background yako, hadi empty layer, alafu weka let's say weka hii hapa, weka hii, itakusaidia hii. Si unaona hiyo empty layer, then unaweka tu black. Hii hapa hivi selective color unaweka black, then una paint hapo kidogo tu, na usipaint hiyo too much sana. Yaani una paint tu kama kupotezea fulani hivi, ama kimvuli, ama unaweza kuweka iwe hard hivyo. Sijui kama unaiona hiyo. Unaweza kaiweka iwe hard na vitu kama hivyo. Yes, kitu kama hii si mbaya. Alright, hivyo. So unaweza kaona hapo hivyo kitu ambacho kimetokea. Sasa turudi kwenye rangi sasa, kwenye LUTs. So LUTs zangu ni kama hivyo. Naenda nikichagua ni gani best, naweza nikaitumia hapo kwenye hiyo picha. Nafikiri hii hapa ina fit vizuri kabisa, kwa sababu rangi ya ngozi I think iko poa, lakini background imeiharibu. So naweza nikaiunganisha tu hii na background, nika control E. Nataka iapie kwenye rangi ya ngozi peke yake, sio kwenye background. So hizo LUTs zina tabia hiyo. Unaweza ukashangaa inaendana kwenye rangi ya ngozi, inakaa vizuri, lakini kwenye background haikai vizuri. So unaweza tu ukaichezesha wewe mwenyewe, ili mradi iendane na matakwa na picha ambavyo inahitaji, sawa? Baada ya hapo hivyo ninaiongezea rangi kidogo, vibrant kidogo, kama unavyoona before and after. Hapo iko sawa hivyo. Nishamaliza hapo, na Control Shift Alt E ina match, na hapo nakuwa nimeshamalizana na picha ya mwanaume. Ni very simple, haina mambo mengi, au sio bana? Na naweza nikaisave hapo na nikaishia hapo. So nahitaji kujua kama utakuwa na kitu kingine zaidi cha kujua, unaweza ukaniandikia kwenye comment. Kama una ushauri na maoni yoyote, niandikia kwenye comment. Naweza tukawasiliana zaidi na kuweza kubadilishana mawazo mengi zaidi. Asanteni sana.